mtasumbuana na watu. If you want honor, kama unataka heshima, if you want respect, kama unataka heshima, have your own money. kuwa na pesa zako. Money is freedom. Pesa ni uhuru. Some questions won't be answered by you. Maswali mengine hautayajibu. They will be answered by your success. Bali itajibiwa na ufanisi wako. If you succeed, ukinawili, you will stay far away from questions. Utakaa mbali na maswali. People questions poverty. Watu huwa na maswali kwa But umaskini, they don't question success. wala hawana maswali kwa ufanisi. Let me tell you, Wacha nikwambie, my brothers and my sisters in ndugu Jesus na Christ, dada ndani ya Yesu Kristo, please tafadhali work hard and success. fanya kazi na unawili. No one has mercy with poor people. Hakuna naye No rehemu one has mercy umaskini. with poverty. Hakuna naye huruma na umaskini. Work Tafadhali hard and succeed, fanya kazi because na your unawili, success kwa sababu ufanisi will wako answer many questions. itajibu maswali mengi. Ayarobo taithia tu madako hoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, niĩ nĩ ndakuhoera hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, Ngai arokũhe mbeca ciaku, tondũ mũndũ wĩ mbeca ciake ndoragio ciũria nyingĩ, no mũndũ wĩ kanyamu gake, mũndũ ũtarĩ kanyamu nĩ oragio ciũria nyingĩ mũno. Mũndũ ũgacĩrĩte ndatindanagĩrĩrwo nake mũno. Ndũkamene mbeca, ciende Ngai akũhe. Ndũkende thĩna, umene Ngai akwehererie. Ngai ũcio ũtonganagia arotongia moko maku. Ngai ũcio heanaga mbeca aroheana mbeca mũtũrĩre-inĩ waku, nĩgetha kĩnyũrũri, nĩgetha matharau, nĩgetha gũtindĩkwo, nĩgetha kunwo thimo kwehere nja-inĩ ciaku. Gacĩra mwana witũ. Amen. Amen. Tell your neighbor, serve and work. Serve and work. Mwire tungata na urute wira. Tungata na urute wira. Mimi nimekwambia huwa tunahitaji masaa mangapi? Mawili per day kuwa mahali nataka kuwa. Hallelujah. Amen. Na ndio maana tumegawanya fellowships, ili sisi tukija hapa fellowship ya watu wote, kesho wamama wakuje, wazee Friday, ndio mpate nafasi za kufanya kazi. Na mimi usigojea tu unipatake hapa kila siku. Mimi hutanipata hapa kila siku. I am a human being and I have needs. Mimi ni mwanadamu na nina mahitaji yangu. Niko na madeni ya kulipa. Na Madam Mary, nikikugojea hapa kila siku, ikuwe ni wewe utalisha bishop wako, na hata wewe saa zingine uko chini, aidha kuna mmoja atapotelea mwingine, aidha wewe unipotelee ama mimi nikupotelee. Lakini kuliko nikuwe mzigo wa washirika wangu, atipaka piazi unapigia mshirika simu, Bairoko ni bishop we ukikalie 60 babu thio menye umorie kuri yake riu ni umafati kuhe kane ni ndima 60 babu na maikara hali ya thiri mero nyui wiki no yote ni nyumura rugamirira bills cia bishop itomari kikeire haya maumagio jana ambulance magitwaragwo Jumuiya. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa kama jana ule shosho alituondokea wa hapa, ule tunaitanga shosho wa Kasarani. Mnajua tuko na watoto wake wawili, watoto wake wako shule. Wakati shosho huyo alifariki jana, watoto wake simu ya kwanza walipiga ni mimi, nijue vile watafanya. Mpaka nikamuuliza, amnaga watu wenu? Kwa sababu watu wakifiwa ni familia kwanza, alafu ijulishe kanisa, alafu kanisa ijue ipeane siku ya mazishi na support yake. Kwa sababu huyo mtu huyo shosho maisha yake yote ni kanisa. Watoto wa msichana wake kanisa, yeye mwenyewe chakula anakujianga wapi? Hapa. Kwa hiyo mahali anajua nyumbani ni wapi? Hapa. Alafu nimgojee huyo ndiye atalisha bishop wako. Ndio unaona wachungaji wakikula pesa za washirika.
Sio kupenda, ni kwa sababu they don't want to work. You don't want to go to work. You want to be lazy. Nataka kuwa mvivu. Laziness kills destinies. Uvivu huua hatima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Laziness kills destinies. Uvivu huua hatima. Work. Fanya kazi. Prayers are supporting documents to work. Maombi hushikilia kazi. Faith accompanies our hard work. Imani inafuata kufanya kazi kwetu sana. Don't be here from Monday to Sunday. Usiwe hapa kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. What are you doing? Wafanya nini? Naomba. I'm praying and believing in God. Naomba pia na muamini Mungu. Pray and go to work. Omba na uende ufanye kazi. Trust God and go to work. Amini Mungu na uende kazini. Believe in God and go to work. Amini ndani ya Mungu pia enda ufanye kazi. That is how it should work. Hivyo ndivyo huwa inafanyika. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Number 6, I'm about to finish. La 6, tuko karibu kumalizia. Another killer, great killer of great destinies. Muuaji mwingine wa hatima iliyo kuu. It is living to please people. Ni kuishi ili ufurahishe wanadamu. Galatians chapter 1 verse 10. Wagalatia 1 mstari wa 10. Galatians Wagalatia chapter 1 verse 10, please. 1 mstari wa 10 tafadhali. You cannot fulfill God's purpose hawezi timiza lengo la Mungu while constantly seeking human approval. Pia ukijaribu kutafuta kudhibitishwa kwa wanadamu. The fear of people's opinions kuogopa vile watu wanavyosema will keep you away from obeying God. Itakuweka mbali kwa kutotii Mungu. Make it your goal to please God above all else. Lifanye kuwa goli lako la kufanya lengo la Mungu. Even if people do not understand your decision. Hata kama watu hawataelewa maamuzi yako. The greatest mistake you can do in this life. Hatia kuu unayofanya katika maisha haya. It is living to make people happy. Ni kuishi ili kufurahisha watu. It is living looking for approvals from fellow human beings. Ni kuishi ukitafuta kibali kutoka kwa wanadamu. Men can approve you today. Watu wanaweza kukudhibitisha leo and disapprove you tomorrow. Na wakutodhibitishe kesho. Men can qualify you today. Watu wanaweza kudhibitisha tena leo and disqualify you tomorrow. Na pia wakuangushe kesho. Men can lift you up today. Watu wanadamu wanaweza kukuinua leo and bring you down tomorrow. Na wakuangushe chini kesho. If something you have to live for. Kama kuna kitu inafaa uishi kwake. It is a life of pleasing your maker. Ni maisha ya kumfurahisha Mungu. When you sit around with people. Ukikaa katikati ya watu. Who want always to be happy. Wale ambao wanataka kuwa na furaha kila wakati. They will bring you down. Watakuangusha. They will consume you all. Watakumaliza. Enda tu. Tafuta mtu mmoja alikuwa tajiri. Umuulize kaswali kamoja. Tafuta tu mtu mmoja alikuwa tajiri. Alafu maisha yake yakarudi chini. Lazima atataja watu mahali. Lazima atataja watu mahali. Utasikia amekwambia mimi watu ni wengine. Na vile haki nimeshikilia watu. Vile haki nimeshikilia marafiki. Kwa sababu wanadamu hawana shukrani. Ukikutana na marafiki wawili tu ambao wana moyo wa shukrani, ishi na wao. Hallelujah. If you live to please men, ukiishi kufurahisha wanadamu, they will disappoint you one day. Watakuangusha siku moja. I have been with them here. Nimekuwa na wao hapa. Trying to please them as a bishop. Nikijaribu kuwafurahisha kama askofu. Disappoint me outside. Pia wakinigairisha huko nje. Men are the same yesterday. Wanadamu ni wale jana, leo and tomorrow. Hata kesho. You will feed them. Utawarisha. And when they become strong, na watapokufanya they wivu, will use the strength to kick you. Watatumia nguvu kukupiga. If you have to please now, kama kuna watu unafaa upembeleze. Please God so that you protect your destiny. Furahisha Mungu ili alinde hatima yako. We can read the Bible verse. Tunaweza soma hilo andiko.
Galatians chapter 1 verse 10. Galatia 1 mstari wake wa 10. Kama utaishi maisha, wacha kufurahisha watu. The Bible says, Biblia inasema, obviously, sasa I am not trying to win the approval of people. Sasa nataka kibali cha nani? Cha binadamu? If pleasing but God, ama cha Mungu? If pleasing people were my goal, ama nataka kuwapendeza watu, I would not be Christ's servant. Sitakuwa mtumishi wa Kristo. Hiyo ndasoma na Kikuyu, nipatie Kikuyu. Au nekega. This is Paul who was saying to Galatians. Huyu ni Paulo aliyekuwa anawaandikia wa Galatia. And he told them, na akawaambia, obviously, sasa kiwaguori, ninaposema hivyo, ni ando direda madwe mwega kana ni Ngai. Ni watu ninaotaka wanifanye mzuri ama ni Mungu. Ni ando direda gukenia. Ni watu nataka kufurahisha. Korono ando doire geragia gukenia ri. Kama nimeishi kufurahisha watu, ndikiagirirwo gukorwo ndi. Sistahili kuwa na. Maliza hiyo verse. Ndibatie gukorwo ndi ndungata ya Kristo Jesu. Sistahili kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Andu aria maturaga muturire wa gukenia andu aria, watu wanaoishi maisha ya kufurahisha wengine, ndibatie gukorwo me ndungata cia Kristo. Hawafai kuwa watumishi wa Kristo. Reke andu mauga we muru. Wacha watu waseme wewe ni mbaya. Reke andu mauga nduri mwega. Wacha waseme wewe ni mbaya. No murugamo we naguo. Lakini ni msimamo ulio nayo. Reke andu mauga we mwete. Wacha watu waseme wewe ni mbaya. Watu akumakenia. Kwa sababu ukiwafurahisha, ni ukwehera kirathi-ini kia ndungata. Utaondoka katika darasa la utumishi. Aha. Wacha watu waseme wanakuogopa. Lakini unajua mtu akiwa na msimamo sana, watu wanasemanga either umekuwa na maringo ama una kiburi. Na hapo ndio unaonanga sana wakikwambia pride comes before a fall. No adwasio nao nuguthoma makoragwo mathomete makamenya ndwendaga wana. Aha. Pleasing men is very expensive. Kufurahisha wanadamu ni ghali sana. Pleasing men is a sickness. Kufurahisha wanadamu ni ugonjwa that will cost you a lot. Itakayotumika mengi. You want to wear expensive for you to please men. Unataka kuvaa mavazi ya pesa ili ufurahishe wanadamu. Then be ready to be poor. Sasa kuwa tayari kuwa maskini. You want to travel always. Unataka kuwa na shida kila mahali. So that you can please men. Ili upembeleze wanadamu. On Facebook and TikTok. Katika Facebook na TikTok. Be ready, you will be poor. Kuwa tayari kuwa maskini. You want to go to posh hotels. Unataka kwenda posh hotels. And display very expensive food. Na ule chakula cha pesa mingi. So that you can be praised by men. Ili usifiwe na wanadamu. Be ready. Kuwa tayari. Destiny will reject you. Hatima itakukataa. You have a salary of 25,000. Uko na mshahara wa 25,000. And you want to live a house of 30,000. Unataka kuishi nyumba ya 30,000. So that you please men. Ili ufurahishe wanadamu. For them to fear you. Ili wakuogope. Be ready. Kuwa tayari. Destiny does not accommodate stupidity. Hatima huwa istahimili upumbavu. Destiny calls for intelligence. Hatima unaitisha ukamilifu. Sit down with yourself. Keti kivyako. Evaluate yourself. Jitafute majichunguze mwenyewe. Write your bills down. Andika mahitaji yako. Live according to your capability and capacity. Ishi kulingana na uweza wako. Stop pleasing men. Wacha kupembeleza ama kufurahisha wanadamu. Pleasing men is killing your destiny. Kufurahisha wanadamu kuua hatima yako. Don't go and take loans. Usiende na kubeba maruni. That you can bring 10% here. Ili ulete fungu la 10 hapa. Don't go there and take debt. Usiende hapo na ubebe madeni. So that you can give offerings on Sunday. Ili ulete sadaka hapa Jumapili.
you will be destroyed. Utaharibiwa. Destiny calls for intelligence. Hatima inaitanga ukamilifu. If you don't have, you don't have. Kama hauna. If you have it, you have it. Kama uko nayo unayo. And it does not belong to people. Na sio ya wanadamu. It belongs to you and your family. Ni yako na familia yako. It belongs to you and your children. Ni yako na watoto wako. It belongs to you. Ni yako. Don't live to please men. Usiishi kufurahisha wanadamu. And that is why Apostle Paul tried to say, na hivyo ndivyo Paulo anajaribu kusema, should I live to please men? Naweza ishi kufurahisha wanadamu. Then I should not be a servant of God. Basi haifai niwe mtumishi wa Mungu. When you live to do things of pleasing men, ukifanya mambo ya kumfurahisha wanadamu, it means you don't believe in yourself. Inamaanisha haujajiamini. It means you don't believe in what you can do. Inamaanisha haujaamini kile ambacho unaweza fanya. It means you don't have the right attitude again for your life. Inamaanisha hauna mtazamo mzuri maishani mwako. When you live to please men, unapoishi kupembeleza na kufurahisha wanadamu, don't go seeking men's approval. Usiende ukitafuta kudhibitishwa na wanadamu. And this is what I normally say. Na hivi ndivyo huwa nasema. Listen. Sikiza. This is what I normally say. Hivi ndivyo mara mingi huwa nasema. Karibuni wageni. I don't care who thinks that I am a good man or not a good man. Sijali kwa wale ambao wanafikiria mimi mzuri ama mbaya. I don't care who thinks I'm wise or I'm stupid. Wala yule anayefikiria mimi ninayo hekima ama mimi ni mpumbavu. I don't chase for men's approval. Sifuatilii kukamilishwa ama kudhibitishwa kwa wanadamu. Because whatever God approves, kwa sababu kile ambacho kimedhibitishwa na Mungu, has nothing to prove. Haina kitu cha kudhibitisha. Aha. When you're okay with your calling, na niko sawa na mwito wako, don't go looking for approvals. Usiende ukitafuta kudhibitishwa. Work on the purpose. Fanya kazi kulingana na lengo. Stay in purpose. Kaa katika lengo. That purpose approves you. Hilo lengo ama kusudi linakudhibitisha. You don't need to prove anything to men. Hautakiwi kudhibitisha chochote kwa wanadamu. And that is why Apostle Paul said to Galatians. Ndivyo Paulo aliandikia wa Galatia. He told them, akawaambia, stop looking for men approval. Wacha kudhibitishwa na wanadamu. Because you won't be a servant of God. Kwa sababu hautakuwa mtumishi wa Mungu. When you live a life of pleasing fellow men. Ukiishi maisha kudhibitishwa ama kupembeleza ama kufurahisha wanadamu. Live according to your standards. Ishi kulingana na uweza wako. Live according Ishi kulingana to how you can. Ya vile unavyoweza. Stop pleasing men. Wacha kupembeleza wanadamu. Aha. Don't buy a 2-door fridge. Usinunue friji ya milango miwili if you have nothing to put inside. Kama hamna kitu cha kuweka ndani. Don't buy what you can sustain. Usinunue kile ambacho hauwezi. Because you want to please men. Kwa sababu unataka kupembeleza wanadamu. Don't go to depths. Usiingie katika madeni. So that you please men. Ili ufurahishe wanadamu. Men are the same. Wanadamu ni wale wale. Approving you today. Wanakudhibitisha leo. Disapproving you tomorrow. Kesho wanakuangusha. Raising you high today. Wanakuinua juu sana leo. Dropping you tomorrow. Kesho wanakuangusha. Be encouraged by the word of God. Huwa unatiwa nguvu na neno la Mungu. Be encouraged by faith. Tiwa nguvu na imani. Be encouraged by how you pray. Tiwa nguvu na jinsi unavyoomba. By how you are faithful. Tiwa nguvu na vile ambavyo unajibeba. Not by the lying tongue of men. Sio kwa ulimi mdanganyifu wa wanadamu. Number 7. La 7. Prayerlessness. Kutoomba. Prayerlessness as a believer. Kutoomba kama mwamini is a killer of your destiny. Ni muuaji wa hatima yako. A person who neglects prayer, mtu ambaye sio mwombezi, gradually loses spiritual strength. Mara mingi anatumia nguvu za kiroho. And also loses the direction. Na huapotezi mwelekeo. Every great destiny, kila hatima iliyokuu, requires constant dependence on God. Inahitaji kuelekeza makukaa katika matarajio ya Mungu. Connected to him daily. Lazima ukae umeunganika naye kila siku. Because the strength to fulfill your purpose
kwa sababu nguvu za kutimiza lengo lako comes from his presence. latoka katika uwepo wake. You cannot enter into a great destiny Hauwezi ukaingia katika hatima iliyokuu without the presence of the destiny holder. bila uwepo wa anayeshikilia hatima yako. Already God is seated in your destiny. Tayari Mungu amekalia hatima yako. That means for you to attract destiny, Hiyo namaanisha ili uvutie hatima, because already kwa sababu wakati you believe unaamini that because he lives, kwa sababu aishi, you will face tomorrow. utaiona kesho. Tomorrow is destiny. Kesho ni hatima. If God is in the destiny, Kama Mungu ako katika you hatima, have to walk in the destiny under his presence. lazima utembee kwa hatima chini You ya have uwepo to be wake. in his presence Lazima uwe katika uwepo for wake him to accommodate you in that destiny. ili akulinde katika hatima And ile. prayerlessness Na kutoomba is one of the destiny killers, ni njia moja ya kuua because hatima, Satan, kwa sababu shetani, the destroyer of destinies, mharibu wa hatima, the devourer of destinies, mharibu wa hatima, understands so well anaelewa vizuri that when you are prayerful, wakati wewe ni mwombezi, he cannot shake your destiny. hawezi He akatingisha hatima, cannot destroy who you will become. hawezi akaharibu But utakayefanyika. when you lose your spiritual strength, Wakati unakosa nguvu he za can kiroho, hit you down. anaweza He kukugonga can chini, slash you down. anaweza kukukata chini. Listen to me. Sikiza The hapa, Bible says in the book of Luke chapter 18 verse 1. Biblia inasema katika Luka mtakatifu 18 mstari wa kwanza. Luke chapter 18 verse 1. Luka mtakatifu 18 mstari wa kwanza. Luka Chapter 18 verse 1. 18 mstari wa kwanza. Please. The Bible says, Biblia inasema one day Jesus told his disciples siku moja Yesu aliwasimulia mfano kuonyesha a story to show that they should always pray and never give up. kuonyesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata I tamaa. want you to underline the word always. Nataka uweke mstari kwa kila mara. That means Hiyo inaonyesha prayer should not be a feeling. hiyo maombi haifai kuwa It hisia. should be a lifestyle. Inafaa kuwa hali ya maisha. It should be your breath. Inaweza kuwa pumzi yako. It should be your daily breath. Inafaa kuwa pumzi la kila In the siku. morning pray. Katika asubuhi omba, In the afternoon pray. adhuhuri omba, At the night pray. usiku omba. Let the atmosphere of prayer be with you always. Wacha anga ya maombi iwe Because nawe the kila wakati. time Wakati you lose prayer, utakosa maombi, you'll have lost strength. umepoteza nguvu. A prayerful person is a strong person. Mtu aliye na nguvu, mwombezi ni mtu aliye na nguvu. Just look at people who pray. Tazama watu ambao ni waombezi, They even glow. huwa wanang'ama, wako na utukufu. When I was not a prayerful person, Wakati sikuwa mtu mwombezi, I was an unhealthy person. nilikuwa mtu ambaye afya kidogo ilikuwa imedhoofika, Even body wise, hata kimwili I was huge and big. nilikuwa mkubwa.